ambayo itatusaidia sana katika vita ya kiroho, ili maisha yako ikuwe na break. Break imetengenezwa na maneno mawili. Jina break iko na jina break, then you grew. So that means if you don't break, you can never go through. Praise the name of the Lord. Amen. Na ukikataa kwenda mbinguni kusema, unaweza kusama mahali pamoja. Unaweza kuwa na kitu inaitwa stagnation. Kwa hivyo ni mambo gani inaweza kukuzuia kuwa na breakthrough in life? Kitu kimoja kinaweza kutumika kukuzuia kuwa na breakthrough in your life ni marango. Marango, the gates. Yesu alisema nitalijenga kanisa juu ya mwamba. And the gate of hell shall not prevail. Kuna watu wamekataa kuendelea mbele kwa sababu gani? There are some gates, kuna marango imewekwa mbele zako katika maisha. Tunakumbuka hata wana wa Israeli walipofika Jericho, walikuta marango, hawangeweza kuendelea mpaka wakati ile marango ilivunjika kwa nguvu za uwezo wa Bwana. Kwa hiyo kuna marango. Marango ni kitu kimoja kinaweza kukuzuia kuendelea. Number 2, ni nini kinaweza kukuzuia kuendelea? Ni mtego, the snare. Mtego wa adui. Ningekuwa na wakati ningewafunza vile Biblia inasema mambo ya the snare. Na tunajua ya kwamba wengi wetu tulifanya kazi ya kuinda samani. Na mnyama yeyote, hata kama ni gazelle, hata kama ni ndege, akiingia kwa mtego hawezi kuendelea tena. Leo Biblia inasema ya kwamba adui anatuwekea mitego katika siri. So that when you are snared, wakati umeingia katika mtego, unaweza kukosa kuendelea. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mtego unaweza kukuzuia kuendelea. Namba 3, ni nini kinaweza kukuzuia kuendelea? Ni kifungo. Kwa Kiingereza wanaita bands of wickedness. Kifungo. Na hata sisi tunajua vizuri sana, ukifungwa saa hii jela, si mahali uliacha umelima utakuta tu imefika hapo. Hawezi kuendelea ukiwa katika jela. Na si Bible inasema kuna jela za kiroho. Mahali watu wengi wanafanya nini? Wanakaa. Tunaona uko free physically, lakini spiritually uko katika kifungo. Kwa hiyo kifungo kinaweza kukuzuia kuendelea. Number 4, unaweza kukataa kwa sababu ya kitu inaitwa sentence, hukumu. Hukumu ama sentence ni ile kitu inakuwa declared in your life. Sentence can prevent somebody from moving forward. Number 5, sina wakati wa kusoma maandiko, nataka tuende haraka. Unaweza kukosa kuendelea kwa sababu ya shauri la adui, the counsel of the enemy. The Bible says, ama Biblia inasema kuna counsel ya adui. The counsel of the enemy can prevent your life from progressing. Then finally, unaweza kukataa kuendelea kwa sababu ya muhuri, the seal, muhuri, seal. Kwa Kiingereza ni seal, kwa Kiswahili ni muhuri. Na tunajua mambo ya muhuri, maana mara nyingi tunaenda kwa head teacher ama kwa chief, tunasema tuwekewe stamp. That's what we call the seal. Kati ya mambo 6 ambayo nimenena nayo, nataka kuongea mambo ya seal. Nataka kuongea mambo ya stamp, the seal. Na tutaangalia Biblia kwa makini, tuone mambo ya seal. Nitaanza kusema hivi, there are 2 types of seal. Kuna mihuri aina 2. Na ile muhuri umeruhusu kwa maisha yako, ndiyo itasema maisha yako itaendelea namna gani. Ile seal inafanya kazi kwa maisha yako, ndiyo itachangia maisha yako itakuwa mema
ama itakuwa mabaya. Niseme ya kwamba kuna mihuri ya kiungu, godly seal. Kuna mihuri ya kiungu, godly seal. Number 2, kuna mihuri ya kipepo, satanic seal, mihuri ya kipepo. Kwa hiyo unaweza kuwa na muhuri wa kiungu au unaweza kuwa na muhuri wa kipepo, satanic seal, na kuna godly seal. Na nataka kudefine what is a seal. Muhuri ni nini? Tatumia lugha ya Kimombo na Kiingereza kwa Kiswahili. A seal is a guarantee of security. Kwa hiyo muhuri ni thibitisho la ulinzi. It is a guarantee of security. A seal can also mean a seal can indicate ownership, ama inaweza kuonyesha umiliki. Kwa hivyo muhuri unapowekwa kwa barua, kama ni ya chief, kama ni ya governor, ile muhuri inaonyesha kitu kinaitwa the security, na pia inaweza kuonyesha ni nani anamiliki ile mihuri. Ukiona barua imewekwa kwa muhuri ya chief, ni kusema chief amedhibitisha lile jambo ni halali. Hata wale wanapata promotion kwa kasi, unahitaji mihuri ya the managers and the other council. Kwa hivyo mihuri ni very important. Niongee mambo ya godly seal. Nitataja 3 peke yake, ingawa there are more than 3, lakini nitataja 3 peke yake. Mihuri ya kiungu, godly seal. Mihuri yote ya kiungu iko mahali pale kwa sababu ya kukusaidia. Godly seal are there to help you. Na ningetaka tusome just 3 scripture to justify godly seal. Na moja tutaangalia kitabu ya Ephesians. Ndio tutaangalia muhuri ya kwanza. Efeso ya kwanza, first Ephesians chapter 1 verse 13. Efeso sura ya kwanza mstari wa 13. Inasema nini? Nasoma kwa Kiswahili. Nani pia katika huyo ni nani sasa? Katika Kristo. Nani pia katika huyo mmekwisha kulisikia neno la kweli, habari njema ya wokovu wenu, tena mmekwisha kuamini yeye na kutiwa muhuri na Roho yule wa ahadi aliye mtakatifu. Tumeona hatua ya kuwekwa godly seal. Ili upate muhuri wa kiungu, Paulo anasema lazima tusikie neno la ukweli. You must hear the gospel. Hiyo ndio first step. Ili uweke alama ya kiungu katika maisha yako, lazima number 1 uamini usikie neno. Number 2, Biblia inasema uamini neno. Unajua kuna watu wanasikia neno na waamini. Wakati Mungu anasema kuna miujiza, wewe unakuwa uamini. Na Biblia imejaa miujiza. Kuna watu wanasikia neno na waonaki kama ni kweli. Kwa mfano, ukiambiwa kiwete anatembea unaona, unasema hapana. Kwa hivyo kuna watu wanasikia neno lakini hawaamini. Ndio Biblia inasema ili uwekwe seal, you must hear the word. Na ndio wale watu wanakosa kusikia neno la Bwana kwa wingi. If you don't hear the word of God many times, una backslide.
Kwa hiyo condition ya kuwekwa seal, you must listen to the word of God. You must hear the word. Number 2, nani pia katika huyo mmekwisha kusikia neno la ukweli, habari njema ya wokovu wenu. Number 2, lazima uwe na kitu inaitwa salvation. Salvation, wokovu. Kuna watu wanaenda kanisa hapa siku nyingi na wanda wali kuokoka. Hata tulikuwa na Kenya. Kuna mama alikuja hapa jana. Na tukauliza yeye na Kenya, "Umeokoka?" Akasema ndio. Nimeokoka. Na nikamuuliza uliombewa toba lini? Anasema si kuombewa lakini nimeokoka kwa sababu ninaenda kanisa. We some of us think because you go to church you are born again. That is a lie. Kwenda kanisani sio dhibitisho umeokoka. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko inasema kwa kitabu ya Warumi, ili uokoke lazima moyo ufanye nini? Uamini. Uamini nini? Yesu Kristo ni mwana wa Mungu, alikufa na akafufuka. Kisha lazima ukiri ya kwamba yeye ni mwenye dhambi. Maana tunazaliwa na dhambi. Tunazaliwa na dhambi ya nani? Ya Adamu. Maana mzazi wetu ni nani? Ni Adamu. Tukiingia hapa duniani tuko na dhambi ya Adamu. Mpaka wakati unakiri ya kwamba yeye ni mwenye dhambi na unaomba msamaha, ndivyo unavyookoka. Hawezi kuokoka kwa sababu ya kwenda kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hawezi kuokoka maana baba yako ameokoka. Wokovu ni individual. It is individual. You can never inherit the salvation of your mother. You cannot inherit the salvation of your father. Kwa hiyo maandiko yanasema lazima usikie neno. Ukikwisha kusikia neno, uliamini. Ndio Biblia inasema uamini upate wokovu. Sikia vile Biblia inasema ya kwamba, nafikiri unafuatilia ama nimeenda haraka. Habari njema ya wokovu. Nasoma Efeso, wale tuko pamoja, nasoma Efeso 1 mstari wa 13. Hapo inasema habari njema ya wokovu, mmekwisha kumwamini. Mmekwisha kumwamini nani? Kristo. You must believe in Christ. Mkikwisha kufanya hivyo, what follows? When you hear the word, you believe the word, you get salvation. What next? Na kutiwa muhuri na Roho yule wa ahadi. Kwa hiyo ukikwisha kuamini Injili na unapata wokovu, you are sealed. Unawekwa the mark of the Holy Spirit. Unakuwa na seal. Na Bible inasema hivi, verse 14. Ndiye aliye arabuni, which is the earnest of our inheritance until redemption of the purchased possession. Yaani ule muhuri tunawekwa, ndiye anakuwa arabuni ya urithi wetu, ili kuleta ukombozi wa miliki yake. Sifa na utukufu ni kwake milele. Kwa hivyo kiwekwa ile seal, unakuwa redeemed mpaka ile siku ya ukombozi. Hiyo stamu inakaa ndani yako until the time that Jesus will come to redeem the world. Na hiyo ni kusema mpendwa, ukiona hauna hiyo kitu, hatuwezi kusema utaenda maana utakataa na time. Hata tukwambie utaenda. Sasa nikikwambia utaenda, unaanza kukataa na time hapa. Na tunaitaka sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Mnasikia mkiokoka tunawekwa nini? Seal. Na ni seal ya nani? Holy Spirit. Ni nini inathibitisha tuko na Roho? What? Si kuna ile ishara ya watu wako na Roho. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni vizuri nikufundisha leo maana nimekuja kufundisha. Na ukiona hauna ujue tutakuacha hapa tu. Hata ukikufa tukuja tuseme unaenda. Tutakuwa tunasema kwa sababu ya PR, public relation.
tusipigwe na mawe. Lakini tukiingia na hapo kula kuku tunaulizana, umeona kama ameenda? Anamrudia anasema haoni kama umeenda. Hata mimi nasema nimeona hivi. Au na siri. Uliza rafiki yako, wewe unakuanga na siri ama unapimilia makachachi? Si tumeambiwa siri ndio ya ownership. Hii ndio inaonyesha ownership. Ndio inaonyesha we are owned by God. Maana ni Mungu anaweka alama. Maana tumesema seal inaonyesha ownership, inaonyesha kitu ni cha nani. Unawekwa seal, meaning that you belong to God. Sasa ukiona hauna si na mapando watu ni wawili, inaweza kuwa shetani ama wa Mungu. Ukiona hauna, si wewe unajua vile kunaenda. Hatutashinda tukimaliza, maana si vizuri kumaliza mambo kama hayo. Sasa kama wafalme ni wawili, kuna shetani na kuna mama mwani kitu hapa. Kuna Mungu na kuna shetani. Alafu ile alama inaonyesha yeye ni wa Mungu hauna. Si ni obvious? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nisalimie sayawani. Bwana asifiwe. Amen. Na uliza rafiki yako uko na siri ama ni kanisa unakunja? Hata kama anakuja kanisa amefanya vizuri, mwambie umefanya vizuri kuja kwa kanisa. Mwambie umefanya vizuri sana. Bwana Yesu asifiwe. Tunaambiwa kuna siri. Na tunaambiwa tunawekwa hiyo siri mpaka siku ya redemption. Mpaka wakati Yesu atakuja kutukomboa. Tutoke katika hii dunia ya shida. That stamp will remain in us. Hiyo stamp inawekwa ndani yetu. Ingawa tutaangalia andiko lingine, tuone kuna vile unaweza kufanya iondoke. Si wakati mwingine nilitika na kuwekea stamp alafu anasema hapana nimefikiria kitu kingine anarudi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tusome kwa hivyo stamp hiyo inaonyesha ownership. Number 2, let's look at Ephesians. Efeso hiyo. Efeso tutaangalia ine. Tuone ni condition gani? Watakana kukaa nayo kae na stamp. Ukileta shida inavutwa tu. Si hata umewekwa unaanza kufanya vile unataka. Hatulisema niliwekwa stamp sana. Hata nikanena na lugha. Inaweza kuvutwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na unajua wale watu wameongea na lugha, ile lugha inaregistrika kwa kichwa yako. Kuna wakati uongei lugha from the spirit, unaongea ile imekuwa registered kwa kichwa yako. Unajua hivyo? Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Si kama sasa unajua Kimbere. Si imeandikika. Ukienda Amerika unaweza kusahau Kimbere. Hata ukikaa hata Yesu kanistiki Kimbere, maana iliingia kwa akili ya. Kuna watu walikuwa wamejazwa na roho na walikuwa naongea na ndimi za kiroho. They are registered in their mind. Na walivutiwa roho samani, lakini wanaongeanga lugha hapa. Tunaanza kutetemeka. Hakuna mahali unaenda ilivuto. Bwana Yesu asifiwe. Tulienda kambi fulani samani. Ilikuwa ya Holy Ghost. Na tukadhuri hata pokea roho ataenda mbinguni. Na mhubiri alihubiri. Anaitwa Joseph Kibali, mbili neno la Bwana. Hiyo ndaikana. Yaani alihubiri neno mpaka tukaona kama Yesu anarudi saa 6 hivi. Tulikuwa tunaona kama saa 6 itamika kama Yesu anarudi. Na tukaambiwa roho sasa hawataenda. Watu wakang'ang'ana. Na mmoja akaanza kusema kanta bila Kenya. Haleluya. Zalia sayawani. Unaona aje? Hata ukiambiwa utaenda. Na sikakataa kukuja, sina unatengeneza. Yaani zako. Ili ujikomfort. Praise the name of the Lord. Na watu wanajiri wanasema Teresa nilianguka kutoka kule juu kwa ukuta. Ikaanguka kwa nguvu lakini na ikaanguka ikaangalia watu waone. Unajua ukianguka kule na unja kufa, si unataka watu waseme congratulations. Ikaangalia ikaona hakuna watu wanasema, ikaanza kumshukuru. Ndio inafanyanga namna hii. Bwana Yesu asifiwe. Ephesians chapter 4
verse 30 inasema nini? Wala msiusunishe yule Roho Mtakatifu wa Mungu, ambaye kwa yeye mlitiwa muhuri hata siku ya ukombozi. Mnasikia? You can grieve the Spirit. Na Yesu alisema ule atakosea Mungu atasamehewa, hata wala atarani Yesu atasamehewa, lakini leo kuna msamaha hakuna. Mkaambiwa msiusunishe roho. Ni mambo gani inaweza kusunisha roho? Gatawani uchungu wote. Sasa kuna watu wako na uchungu kwa mioyo. Hiyo maneno ni kweli ama si kweli? Inasema uchungu wote. Unajua uchungu? Unaona mtu na hata Masai wanakuanga na uchungu. Akikasirika anaweza kulia tu kwa sababu ya uchungu. Tunaambiwa uchungu wote. Wengine wako na uchungu maana labda ulikuwa na harambee na hatukukunja na utarajia tukunje. Ama ulipiga simu pasa hakukunja. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Ama ulikuja hapa angaadhora tu kusema ni pesa ngapi ilitolewa na tulisema kwa mwingine. Unakaanga na uchungu. Hiyo maneno ni kweli ama si kweli? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wengine wako na uchungu maana ile msenda uliongea, ule uliambia alisema, unampimia na kichwa tu namna hii. Watu wanafikiri ni vile unajaso. Kumbe ni uchungu kwa moyo yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Si hata kuna watu walikuwa kwa relationship ukaachwa na Yesu akasema huyu sitamsamehe, endelea kukataa kumsamehe. Na wewe ni kuni ya njiana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wengine watu walikoma kwa duka yako, wakasema pesa tutalete kesho. Hata sasa kesho ingafika unamuonaga unapema mate. Uchungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa Biblia inasema uchungu wote. Na nini ingine? Na ghadhabu. Ghadhabu ni raha na hasira. Unajua kuna watu wanakasirika mpaka wanapiga viti mateke, si kweli? Hata nilikuwa tumeenda mahali pengine kutembelea dada ambaye alikuwa amepata majeraha. Na sasa tukienda hapo anatuona. Na unaona paka inasema mia na njaa imesikia inapigwa mpaka unaionea mtu. Praise the name of the Lord. Paka ule rafiki yangu akakuwa mpaka sasa aje paka anakuanga na ikaninja, anakuanga na mabawa. Si mabawa ni kugongwa imegongwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Hasira. Na Biblia inasema ukiwa na hasira isifike jua isifanye nini? Isitue. Na umekaa nayo kesi. Tunaambiwa ghadhabu na hasira na kelele. Kuna watu wanapenda kelele sana. Unasikia watu noisemakers, watu wa kelele. Ya kwamba ukijishika siti hapa unapiga kelele mpaka watoto wanatetemeka wenyewe. Hiyo maneno ni kweli ama si kweli? Na matukano yaondoke kwenu. Yafanye nini? Si mnatukananga watu. Unawaita ng'ombe. Hata tukua na simu mahali mtu akachukua simu akamwambia. Nikamwambia chukua simu haina shida. Ndio tunaongea kanisa, achana na hii ng'ombe. Sasa unaita mtu ng'ombe. Tunaambiwa iondoke kwenu. Ili siri isifanye nini? Isiondoke. Hiyo ndio mambo inaweza kuondoa siri ile uliwekwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo kama kuna hiyo mambo, siri imefanya nini? Imeondoka. Kwa hiyo tunaambiwa siri of the Holy Spirit. Finally, kuna mambo mengi ya siri ya Bwana naweza kusoma. Nikubalie nisome ya mwisho katika Revelation. Tuone siri ya Mungu. Revelation chapter 9 verse 4. Tuone siri. Biblia inasema Revelation chapter 9 verse 4. Ufunuo sura ya 9 mstari wa 4. Wakaambiwa wasiyadhuru majani ya nchi wala kitu chochote kilicho kibichi wala mti wowote
ila watu wasio na muhuri ya Mungu katika vipaji vya nyuso zao. Mnasikia mahali tumeweka kwa seal. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hawa ni wale the army ya locust. Wale walitoka from the bottomless pit. Mahali hapa ndoni anakaa. Kuna very wicked spirit. Sinawekwa kule kwa ile shimo inaitwa Habeas kwa Kiingereza. Amefungiwa pale. Atakuja kufunguliwa wakati gani? Wa ile mapigo ya nchi. Na inasemekana ni wanyama wa ajabu, maana ni nzige wanakaa kama farasi, wako na uso kama ya binadamu, na wako na nywele kama ya mama, na wako na tiro kama ya scorpion, na imeandikwa hivyo hapo ukisoma pale juu. Kwa hiyo wakati judgment ilikunja, wale nzige wakatoka. Na Biblia inasema walikuwa na uchungu sana, ya kwamba ikikuuma hivyo unalia kama siku 3 bila kunyamaza kwa sababu ya uchungu. Ndio wataachiliwa darasa tena. Na mkubwa wao ni yetu yule amefungiwa kule kwa ile shimo, anaitwa Hapolion. Ndio sasa atakuwa na komandi yao nzige. Na inasemekana watakula watu miezi ngapi? 5. Na watu watakuwa nakula. Hata Biblia inasema watu watakuwa naumwa na nzige, na hiyo nzige moja unaenda kujirusha kwa mto, unaona maji imeenda kando. Unaenda kusimama katikati ya barabara, gari inakuja inakuepa. Ndio Biblia inasema. Watu watatafuta kifo na hakitafanya nini? Hakitapatikana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa Biblia inasema wale nzige wakaamrishwa, wakaambiwa wasidhuru nchi wala majani wala miti, bali wadhuru wale watu ambao hawana mihuri katika kipaji ya uso wao. So the judgment of God was upon the people without a seal. Hiyo ni kusema tunawekwa seal kwa kipaji yetu. Na wakati watu wa shetani wanatembea usiku wakitembelea watu, hiyo ndio ile seal wanaona. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio unaona wakati mwingine gari inaweza kuanguka, watu wote wanakufa, kuna baki mtu mmoja mtakatifu. Hiyo seal ndio wanaona. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo seal ya ownership. Bwana Yesu asifiwe sana. Hizo ni seal za Bwana. Na ni vizuri tujue ya kwamba godly seal number 1 inaonyesha ownership. Inaonyesha tumemilikiwa na nani. That is number 1. Godly seal number 1 is for ownership. Kuonyesha ya kwamba sisi ni wa Mungu. Number 2, seal ya Mungu, it is there for protection. Iko pale kwa sababu ya ulinzi. Ndio unaona kuna majanga haiwezi kakaribia wewe. Kwa sababu gani? Uko na seal. Na vikili imeandikwa Psalms 91. Psalms 91 inasema watu 1000 wataanguka pande hii, 10,000 on the other side. Wewe utapaki salama. Kwa sababu gani? Uko na seal. Psalms 91 ndio inasema ya kwamba Arashas man inasema about sana. Tusomee hiyo mstari tusikie the power of the seal vile inatulinda. The godly seal, Psalms 91 I think ndio inaongea mambo ya hiyo seal. Kifika pale unatusomea Zaburi hii 91 ndio inaonyesha the power of the seal. Verse 7. So tusomee askari. Hata unaweza kuanzia mstari wa ngapi? Anzia tu mstari wa 5. When you have the seal. Okay. Zaburi 91 tuanzie mstari wa 5. Inasema, utaogopa ovu ya usiku, wala mshale urukao mchana. Mstari wa 6. Wala tauni ipitayo gizani, wala uele uharibuo adhuhuri. Mstari wa 7.
ijapo watu 1000 waanguka ubavuni pako, naam 10,000 mkono wako wa kuume, hata hivyo hauta-kukaribia wewe. Mnasikia power of the seal. Ya kwamba hutaogopa magonjwa kama corona, tauni, pestilence, ile magonjwa outbreak. Hata hutaogopa. Hautaogopa ile mshale inaruka mchana. Hautaogopa hofu ya usiku. Na tunaambiwa mahali utakuwa umesimama, watu 1000 wataanguka pande moja, 10,000 on the other side, lakini ile maovu haitakukaribia. Kwa sababu gani? You have the seal of God. Bwana Yesu asifiwe. Sema Bwana Mungu, ninakuomba kwa kunyenyekea ya kwamba siku ya leo unitie muhuri ili maisha yangu iwe salama katika jina la Yesu. Nimekataa kuishi kama mtu wa kawaida, kwa sababu kuna mishale, kwa sababu kuna hofu, kwa sababu kuna tauni. Nimenyenyekea, Bwana, niweke muhuri katika jina la Yesu. That is godly seal. Namarisia sasa satanic seals, muhuri ya kishetani. Nitaenda haraka, nitaenda polepole, masaa ikiisha tutakomea pale. Muhuri ya shetani, they are there to torment us. Muhuri ya kishetani inawekwa katika maisha yetu ili kutufinyilia na kututesa. Ukiona shetani ameweka muhuri katika maisha yako, iko njama ya kukutesa, iko njama ya kukutesa na kukuhangaisha. Ndio shetani anatuweka muhuri. Nataka kuenda kusema, what does a satanic seal do? Mihuri ya kishetani inafanya nini katika maisha yako? Ile mihuri ikiwekwa inaweza kufanya nini? Iko na jukumu gani? Number 1, mihuri ya kishetani inatumika kukundai, to claim you. Bwana Yesu asifiwe. You are claimed by the authors of that world because you have a mark. Ukiwa na mihuri ya kishetani, wanatumia ile mihuri kukundai. Ukiwa na muhuri wa kishetani, shetani na priest ama makuhani wa ulimwengu wa giza wanaweza kusimama kwa madhabahu yao, wanakundai. Na mnakumbuka sikupata nafasi ya kusoma mahali Paulo alisema mtu, hiyo ni Galatians 6:13. Mtu yeyote asinisumbue kwa sababu ndani ya mwili wangu kuna alama ya Kristo. Hiyo ni Efeso. Ni Paulo mwenyewe anasema. Efeso 6:13. Anasema let no man trouble me because in my flesh I have the marks of Christ. Kwa hiyo ni kusema kama una mark ya Kristo unaweza kusumbuliwa na mapepo. Kwa hiyo mihuri ya kishetani inatumika kukundai. Wakati uko na muhuri wa kishetani, they can claim your marriage. Wanaweza kundai ndoa yako, wanaweza kundai biashara yako, wanaweza kundai pesa yako, wanaweza kundai watoto wako, wanaweza kundai eneo lako. Hiyo ndio ina empower. Maana wewe ndio unaona washetani wakikuataki. Kitu ya kwanza wanafanya, wana monitor. Ndio kuna zile spirits inaitwa monitoring spirit. They carry out survey. Huyu mama mwaniki tunamfuata, anakaa namna gani? Wakiona uko na alama, they are empowered. From there, they can stand in the altar. Na wandai huruma yako, wanaweza kundai ndoa yako, wanaweza kundai maisha yako. Kwa sababu gani? Uko na alama ya kishetani. Bwana Yesu asifiwe.
Na ndio unaona wakati mwingine wanatundai usiku wakati tumelala. Unaona umemea mapao, umefurahi, umeenda. Unaona mkikunywa supu na mkikula kichwa ya mtu. Unadaiwa kwa sababu ndani yako uko na nini? Uko na alama ya kishetani. Hata wengine wanafanya covenant hapa. Unawekwa mabao na shetani, unaenda. Hata mwingine alikuwa hapa jana aliniambia, aliona wakikunywa damu na wanawekewa na mtu ana kichwa. Na nikamuuliza uliona wapi? Anasema tulienda mahali nikaona maji nyingi. Nikajua huko ni ocean. Sikushinda nikimwambia mambo mengi. Na nikaweka distance maana nilijua huyu anaweza kukuataki. Nikamwambia hebu songeza kitu kidogo. Hata ukisikia mtu amekunywa damu na nauliza ulisikia iko namna gani? Anasema sikusikia ikiwa mbaya. Sasa mtu amekunywa damu na hakusikia ikiwa mbaya, utaongea karibu. Hata nilimwalisia haraka nikamwambia hata hatutaomba, enda ukiamini. Bwana Yesu asifiwe. Hata nikamsomea ile neno Yesu aliambia mama, amini tu. Nikamwambia enda uamini tu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Inakwenda namna hiyo. Ngeikalikireni na life. Kwa sababu kuna alama. Kwa hiyo alama inatumika kukundai. Kundai kitu ni kukireve. Unakireve. Kama uko na pesa au utalipa na insurance, unaweza kukireve. Unaweza kundai. Unalilia pale kwa ofisi kama manager anasema mpatie pesa yake aende. Si kuna mama alikireve kwa Yesu. Na Yesu alikuwa amemwambia chakula ya watoto isipewe maumbaka kireve. Paka Yesu akasema sijaona imani kama huyu. Alipokea muujiza ama kupokea power to claim. Ili mapepo ikireve maisha yako, they depend on the seal. Na ndio kiokoka ni lazima ushughulikie kila seal imewekwa kwa maisha yako. Ndio Paulo akasema work out your salvation with fear and trembling. Na siku moja tunakuwa na tunajua ni ile ya nyumbani. Tunasalianga na sio saa kule tumetoka. Ndio unaona kama baba yako alikuwa anaangalia watu vibaya, ukisalimu na unaangalia vibaya. You carry their blood. Una siri zinakuwa. Si unajua siri zinaandikwa kwa damu. Ndio hata Paulo anasema mtu yote asifanye nini? Asinisumbue. Maana ndani ya nyama yangu, ndani ya mwili wangu, kwa mwili kuna nyama na kuna mifupa na kuna damu. Na damu ndio inabeba uhai. Life is in the blood. Kwa hivyo agano zinaandikwa kwa damu. Na wewe umebeba damu ya ukoo. Kwa hivyo ni mizigo ya ukoo. Na wewe umebeba kazi ya ukoo. Unaibeba kwa sababu gani? Umebeba damu ya ukoo. Ili Yesu akomboe dunia, ndio mnaona damu yake ilikuwa lazima ikuwe fresh. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ilikuwa fresh ili aweze kukomboa watu. Sasa unaona vile tunateseka hapo, maana katika ndani yako kuna vitu zimeandikwa. Imeandikwa kwa damu ya ukoo. Imeandikwa ya kwamba nyinyi mtajirikangi, leo unakaa hapa unajitungumania ukitafuta pesa. Na sasa umewekewa penalty ya mtajirikangi. Unaona kama utatajirika? Unless you break that sin. Bwana asifiwe sana. Number 2, kwa nini seal inawekwa kwa maisha yako? Seal inawekwa ili ifunge maisha yako. To bind your life. Hiyo ndio the second purpose of satanic seal. Ifunge maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Ama ni Masai imeisha? Salimia sayawani. Kwa hiyo seal ama muhuri inaweza kuwekwa kwa maisha yako ili ifunge maisha yako. Hii mtanikubalia nisome. Na mtu ambaye ako na seal ya kufunga maisha yako yake, if you make a message to that person unaatakiwa. Umewahi kusaidia mtu alafu unaatakiwa na mapepo? Kwa nini nakuataki? Ako na seal. Ukisaidia mtu ako na seal ya shetani, mapepo inakuataki. Kwa sababu seal inakuwa legal in the spiritual realm. Bwana asifiwe sana. Sasa nikikuja nijenge shamba kwa shamba hili, njoo nikule ile shamba yako. Nakuja na najenga nyumba pale, naanza kuishi. Utasema mimi sina mambo mengi, nimeokoka. Si utakuja na panga. Unamwambia hata nikukute hapo. Kwa sababu gani? Uko na legality. Uko na legal. You are operating on a legal ground.
For that, kwa sababu hiyo, you are powerful. Na umeona watu hata wakati mwingine wakikaa kwa mashamba yao. Umeona hata wakiwa wanakufa wote hawaendi. Kwa sababu gani? They are operating illegally. Na ndio unaona sio kila mtu tunaombea. Intercessors, listen to me. Before you pray for somebody, take the history. Praise the name of the Lord. Unajua wakati mwingine tunakuwa na huruma. John unakuja. Nimefimba hapa. Nilitaka kuona hata tuingie kwa maombi. Kama hiyo ligo ni seal, ni ligo. Ninakuombea, ninaenda napigwa na mapepo. Hata tuliombea, nakumbuka tuliombea hapa mtu tukaomba sana, tukaomba masaa nyingi. Alafu akaniomba sana usiku mpaka ikavimba. Mandi ananiambia anataka akuje tuombe. Namuuliza ni nini? Ananiambia shingo, hata kumeza mate ni shinda. Namuuliza kulienda nini? Ananiambia tulipomaliza kuomba nilienda nikalamu kinyonga. Nikavimba hata akabusha miguu hivyo mpaka sasa msenge alisikia akamstua. Na imevimba nikala. Kwanza huku ilikuwa rendi kama imepigwa. Kwa sababu gani? Unasaidia mtu ako na siri. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. When you help somebody with a seal, you are attacked. Tusome katika Daniel 7. Daniel 6:17 tuone. Tusome Daniel 7 mstari wa 17. Daniel 6. Tuone siri ya kishetani. Bwana Yesu asifiwe. Sijui tunabarikiwa ama tubarikiwi. Si useme amen kwa nguvu. Amen. Katika Daniel 6 mstari wa 17. Biblia inasema nini? Nataka kusoma kwa kifupi. Likaletwe jiwe. Unasikia vile Biblia inasema. Likaletwe jiwe likawekwa mdomoni mwa ile tundu. Huyu ni nani? Danieli. Na Danieli amerushwa katika simo la mini la simba. Na tayari kulikuwa na simba. Wakati wameweka yeye, hawajatosheka ya kwamba simba watatosha kumula Danieli. They were not satisfied that lions will take care of Daniel. Kwa hiyo walipomaliza kumweka, wakalete jiwe ikawekwa mdomoni wa ile tundu. Naye mfalme akalitia muhuri kwa muhuri yake mwenyewe. And the stone was brought and laid in the mouth of the den, and the king sealed it with his own signet. Mnasikia? Mtu ameweka mahali kuna simba, kumewekelewa jiwe. Lakini hiyo haikutosha. Mfalme mwenyewe akaingia mahali pale, akaweka muhuri yake mwenyewe na kwa muhuri ya wakuu wake. Kwa sababu gani iliwekwa? Lisibadilike neno lolote katika habari ya Daniel. Mnasikia hiyo? Kwa hivyo hii simba iko na simba. Na simba wametosha kumula Daniel. Kando ya hiyo wameweka jiwe. Maana ya kwamba hata kama Danieli ataliona simba, ataweza kutoka. Baada ya hiyo mfalme sasa amekuja, ameweka seal. Kwa nini ameweka seal? Ili mambo ya Danieli isibadilike. Bible inasema akaweka seal ili habari ya Danieli kusibadilike neno lolote. Can you see where your life is not changing? There are some seals. Bwana Yesu asifiwe. Ya kwamba kuna simba wanatosha kumwangamiza Danieli, lakini hawakutosheka. Wameweka jiwe. Njia ile jiwe ndio mfalme amekuja na sambo yake. Anaweka hiyo seal. Na wakati aliweka seal, ina maana gani? Kwa habari ya mambo ya Danieli kusibadilike neno, kusibadilike jambo. The reason why your life is not changing is simply because there are some seal. Wakati
mambo inakataa kubadilika. Sema amen. Na hii ndio mambo unatakikana usikie. Unaombea biashara haibadiliki kwa sababu gani? Kuna siri. Bwana Yesu asifiwe. Umejaribu kusekiwa ndoa haipatikani kwa sababu gani? Kuna satani kisiri ile iliwekwa juu ya maisha yako na wakasema lisibadilike jambo. Urembo unao, lakini sasa hakuna mtu anakuambia praise the name of the Lord. Sio iko. Bwana Yesu sana. Uko hadi sababu kama John na hakuna mtu anakuuliza hayo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wengine hata unajaribu kuuza biashara, unajaribu kushusha nyanya. Unasema wakiuza 15, 10 hapa. Hakuna mtu anakuambia neno. Kwa sababu gani? There is a satanic seal. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo seal ikawekwa by the king. Maana yake ni kwamba kwa habari ya Daniel kusibadilike neno. But I thank God because the Bible says ya kwamba malaika wa Bwana alishuka. And I want to thank God because today we are going to get visitation from heaven. And every seal will be broken. Wakati mfalme aliamka asubuhi na mapema akaenda kaburini, alimuita Danieli akamuuliza uko hai? Danieli akasema niko hai, maana Bwana alituma malaika. How I pray the Lord will release angels and every seal will be broken in the mighty name of Jesus. When the angels intervene, there is no lion that can cover your life in the mighty name of Jesus. When God releases visitation from heaven, it doesn't matter where you are. Malaika alishuka. Na Bible inasema wakati malaika alishuka alifunga midomo ya simba. Ninashukuru Bwana maana asubuhi ya leo kuna mtembeleo wa kiungu. There is visitation from the Lord and all the lions that have opened their mouth to read your life. There will be silence now. Tuko katika saa ya kunyamasisha kila sauti. Tuko saa ya kufunga kila kinywa. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Walimweka Danieli kwa shimo. Bible inasema mfalme hakulala wala ameshika visa yako. Naomba wakose usingizi wala wamekosa rebo zekeri hapa. Ninaomba wakose usingizi waanze kukutafuta. Sema utatafutwa katika jina la Yesu. Bible inasema mfalme alijiwekelea akatafuta usingizi ukakosa. In the spiritual realm, wale watu wako na baraka zako, I declare they will not sleep until they praise you. I release divine connection in your life. Bwana Yesu asifiwe. Ingawa walikuwa wameweka alama, wakasema kwa habari ya Danieli jambo lolote lisibadilike. Wakati malaika alishuka mambo ilibadilika. Hata asubuhi ya leo Bwana anaachilia utembeleo wa kiungu na mambo inaenda kubadilika. Biashara inabadilika, jamii inabadilika, kibali kinarudi, karama zinarudi, mafuta inarudi, neema inarudi. Maana Bwana akitembea mambo inabadilika. Ninaona mambo ikibadilika. Naona mambo ikibadilika. Sema mambo inabadilika. Maana Jehova alitumana. Oh, haleluya. Ninashukuru Bwana. Maana stambo ya mfalme, mihuri ya kifalme haikuzuia malaika. That is why today I
I can see visitation of God. Na hata dakika kama hii Bwana anatembelea watu na zile zimekufunga katika shimo ya shida, katika shimo ya magonjwa, ni lazima ivunjike asubuhi ya leo. We are breaking every bondage, we are breaking every seal, every seal holding your life hostage. Maana Bwana anaachilia utembeleo wa kiungu, ni lazima ivunjike, ni lazima ivunjike. Umezuiliwa siku nyingi, umeteswa mara nyingi. It is over, the season is over. I say it is over, I say it is over. Yes, Biblia inasema wakaweka Danieli katika tundu la simba, wakaweka njiwe, and the king akaasiria seal with a stamp, cause maisha ya Danieli kusibadilike neno lolote. Kila mambo imewekewa seal ya kutobadilika. Nimeachia utembeleo wa kiungu, nimeachia utembeleo wa kiungu, nimeachia utembeleo wa kiungu. Na hiyo familia, utembeleo wa kiungu ili walaila, nimeachia utembeleo wa kiungu. Neema ya Bwana imeshuka katika mlima huu. I can feel anointing of the Lord, anointing ya kiungu. Yes, anointing. Hii utembeleo ya kiungu position your life. Biblia inasema wakati Danieli alitoka mahali pale, alienda kwa ofisi ya juu. Sio ikivunjika unaenda juu, unaenda juu, unaenda juu, kibiashara, kimaisha, kihuduma. When the seal is broken, we are lifted on high. Watu waanze kuinuka sasa. Anointing ikibwana, hii anointing imeshuka. Kuna utembeleo wa kiungu siku ya leo katika jina la Yesu. I can feel anointing this place. Ninasikia upako mahali hapa. Ninaona utembeleo wa kiungu sasa. Mahali umekuwa miaka nenda miaka rudi, kuna utembeleo wa kiungu. Yesu alilia Yerusalemu, akasema Yerusalemu, Yerusalemu, ungejua wakati wa kutembelewa kwako. How I pray that your spirit will sense the visitation of God, because right now kuna utembeleo wa kiungu, kuna utembeleo wa kiungu, kuna utembeleo wa kiungu katika jina la Yesu. Wale wamekwama, maana wachawi waliweka seal. I break every seal by the blood of Jesus. Shakarama sakarabaraba. Ninasikia neema ya Bwana imeshuka katika mlima huu. Wewe karama sana bayande. Reserere kulikana mama mazaya. Bible inasema wakati Danieli alitoka kwa shimo, hakurudi ile position alikuwa. He went on a higher position. When the seal is broken, you are going to ascend the ladder. You are going to go higher. For the anointing of the Lord will usher you to another level. Thank you, the Holy Spirit. You are ushered to higher level. Kuna watu wanaenda mahali pa juu. Kuna biashara inainuka sasa. Kuna karama inainuka. Kila siku iweko kwa Biblia. Muangamizo na magonjwa nimeachilia utembeleo. You are not going to die in that condition. In the mighty name of Jesus. Watu wanatembelewa.